tukae mustaidin, ikiwa ni wenye kujiandaa kupokea mabalaa haya na yale. Wewe usifikirie kwamba kila siku watafiwa wenzako. Kuna siku wewe ndio utafiwa, awe ni mwanao uliyemzaa, ni baba yako, ni kaka yako. Yaani wewe jiandae kupokea jambo kama hilo na ukabiliane nalo vile ambavyo dini imetaka. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alipita katika kaburi, akamkuta mwanamke analia sana kaburini. Atoka nyumbani kwake kaja kulia kaburini, akamwambia naogope Allah na utarajie malipo kwa Allah tabaraka wa taala. Jawabu ambao kaitoa mwanamke yule alimwambia Mtume, ni kwa sababu huu msiba haukufika wewe, na ndio maana unaongea maneno kama haya, ngoja msiba uje ukufike. Hakujua maskini anayemwambia ni nani, kama ni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baada ya pale akaeleza yule mwanamke, wajua yule ni mtume wa Allah. Yule mwanamke akataharuki, kashtuka mbio mpaka nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akimwambia kwamba mimi wewe sijakujua ya Rasulullah, sikufahamu kama ni wewe. Mtume akamwambia, as-sabru inda sadamatil ula, subira ni pale mshindo wa kwanza wa tukio. Unapewa taarifa ya tukio zito, basi pale ndio subira inahitajika, useme inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ndugu zangu katika imani, mitihani ambayo nimetangulia kuielezea inabeba taswira mbili. Mtihani huo kama ukimfika mtu muumini ambaye atasubiria kwa ajili ya Allah, hii ni sababu kubwa sana ya kupandishwa daraja yake na kufutiwa madhambi yake kesho mbele ya Allah. Lakini mtihani huu kama ambavyo tumebainisha, kama ukimkuta mtu ambaye imani hakuna, hayo ndio majanga zaidi na ndio ni mtihani zaidi ya hilo ambalo kwamba tayari ilimtokea.